Kwa hiyo hicho kipindi kikipita, sasa ndicho kinakuja kipindi cha mihadi. Binti ndio anayefungua mihadi. In fact mimi namshukuru Mungu kwamba sio mwanamke. Yaani ninavyoangalia mke wangu na wanawake wengine, yaani ninavyoangalia hivi nasahau Mungu, nakushukuru mimi sio wao. Yaani wanawake wanapitia kipindi cha kwanza tu kwa alivyo, ni mtu ambaye unaweza ukamnyanyasa. Yaani mimi unavyofikiri hivi ni askari wa kike tu anatunyosha kweli. Na ndisiri kwa nini? Yaani askari wa kike akinyosha hivi utapigwa 30. Alafu si kwa nini? Rahisi ukutane na mwanamume mwenzio tu. Ukutane na askari. Lakini nao ni watu wema, ni watu wema. Kwa sababu heshima, yaani pale umdharau, yuko kazini na ana mamlaka. Umekanyaga mstari. Sawa, unajua lakini umekanyaga mstari. 30 utalipa. Na unatulia. Amesema mama. Kuna kina mama tu wachache nao wanawatuwakilisha, akiolewa mume wake ananyoka. Anamwambia mume wangu utaacha matumizi hapa. Sababu matumizi. Tusiongee sana mume wangu. Sababu basi haina shida. Lakini kwa vile walivyo sio watu ni sasa, kwa sababu tunamshukuru Mungu kwa ajili ya elimu inatufanya kuwa na ukombozi wa fikra, si ndio? Unakuta hata kina mama wanakuwa na shughuli ya kufanya, wanaongeza kipato cha familia. Lakini hapo awali mwanamke afanye biashara, huwezi ukaenda kukaa pale unafanya biashara. Kulikuwa kuna dhana mbalimbali zinazoweza kuwa si sawa, lakini baadaye watu ikagundulika kwamba baba, mtajifunza kwa nini wanaume wanakufa haraka. Mungu anisaidie nisitangulie mapema. Lakini baba anapokufa, mke wako unamwachaje? Sasa kama ndio unamkataza hata kufanya shughuli ya kumpatia kipato, unamwacha wakati hana hata uzoefu wa maisha. Msiba huo unamkuta huyo mama anavotoa huo msauti, unasema jamani, huyu mama alimpenda mume wake sana. Anafikiria anaanzia wapi? Sio alimpenda sana, anafikiria pia hapa mimi naanzia wapi? Mimi watoto hawa, jamani, Mungu umenitendea hili, Mungu na kwikwi. Unakuja pale kwa mama, nyamaza, kuna tumaini ng'ambo ya kaburi. Sasa ng'ambo ya kaburi, wewe unazungumza mambo ya ng'ambo ya kaburi, wakati hapa tulikuwa tumepanga nyumba, hata hatujui tunaishi wapi. Baba anaogopa mama akifanya biashara huko, labda watu watampika. Wivu uliopitiliza. Kina baba hapo napo tutaongea tukiwa na session yetu wenyewe. Ukichomoka umemwacha mama hata ajui kutafuta hela. Piko pale vitoto vikiamka tuseme mama, njaa inauma. Nataka ubwabwa. Yaani katoto kanataka na kanachotaka kula. Mtoto ubwabwa unaujua wewe? Unajua ubwabwa unapatikana wewe? Sema mama nani instead kula anaenda shuleni na school bus sisi. Ona mimi natembea mama, hadi viatu vyako vimetoboka. Unamwangalia mtoto anachokiongea, unamkumbuka marehemu baba yake, unakatafuta kachumba huko unaanza kulia. Wewe kuna fundisho pale kwamba maisha sasa yamekuwa katika namna fulani ambayo lazima tuwe na empowerment. Si sawa jamani? Sizungumzi mambo ya 50-50, lakini binti hata kabla hujaolewa sasa hivi jihami. Jua kupika chapati, jua kupika vitumbua, fanya shughuli zako. Yaani uweza kujinunulia voucher, have a good smartphone. Simu ya kwako, vocha unayo. Achana ya bando limekata hapa, si utasaidiwa bando, utalilipa. Kwani wewe nani? Wewe ni mhitaji. Yaani wewe mhitaji. Kwani umeambiwa ni kituo cha watoto yatima tupeleke msaada wa bure. Tunawekeza. Kama kuna uwekezaji hapo unatafuta, tunawekeza. But you'll pay it back. Kwa hiyo maisha hayo ya kuwa na dira ya nini unafanya kwenye familia. Nilikuwa naeleza sifa za mtu unayetaka kuwa naye kwenye maisha ya ndoa. Lazima ufahamu strength zake. Sio wote watakuwa imara kwenye kulima. Utakuta mtu kulima ajui, lakini anaweza kufanya biashara. Basi tafuta biashara. Unaweza kukuta mtu biashara ajui, anaweza kilimo. Tafuta kilimo. Umekaa hapa Dar es Salaam, huwezi kulima lami. Ukitoka huko mkoani, kila mtu ana kijiji chake hapa. Tusidanganyane. Wewe umetoka kijijini, wewe nikukumbushe. Wewe una kijijini kwenu. Kule kijijini kwenu kule maeneo bado yapo. Ukiona kama uko busy sana kazini, mwambie mama basi angalau ape tafute kimtaji, nenda kule shamba. Kama kulima uwezi, nenda kipindi cha kuvuna mazao. Yanapatikana kwa gharama nafuu. Anaenda ananunua mazao, anaweka stock, mnakuwa na stock kijijini, huku mna biashara mjini. Si jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini huko pale sasa, mke wangu kila saa, hebu naomba simu yako mara moja. Hii message mbona hii message imetoka? Wewe bwana, unaanza kukagua message, utakufa. Alafu unaacha mke wako watu wanamuoa. Kama kamke bado kakijana. Unafikiri mimi simu ya mke wangu naikagua ya nini? Naweza kukutana na message pale ukaanza kujihisi vibaya unafariki. Wewe mke wangu alivyo vile saizi ya wamuoi yule. Usijipeleke kwenye shida mbaya. Watu watakuzika wanasahau jamani, Pastor Baraka. Baadaye huko maisha yanaendelea. Kwa hiyo usijiingize kwenye matatizo. Kuna kitu fulani tutakizungumza pale cha kupatia au kukosea kuoa. Yaani unapofika sasa kwenye yale maamuzi ya kwamba ndio nakubali kuingia kwenye safari au
Hapana. Pale natakiwa kuchunguza kila tabia. Kama huyo binti unayemkubalia aliwahi kuwa na mahusiano huko yasiyo salama, hakikisha kwamba hii tabia hivi tukioana atakuwa kaiacha au ataikumbuka. Hii tabia hii hapana. Sasa Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, tazama ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Unajua hilo fungu linaweza likamkomboa kabisa mtu fikra. Na anaoa mtu anabana huyu, lakini fulani na fulani jamani alikuwa jafsa amebatizwa. Njoo mama nani hapa, chana na maneno ya watu. Mnakaa hapo, kuna vitu fulani tunasema ambavyo tafiti za kwenye mambo ya ndoa nazo zimekuja zikathibitisha. Mahusiano mabaya ya awali kabla mtu hajaingia kwenye ndoa yamevunja ndoa za watu wengi zaidi ya 50%. Kwa sababu mtu anapotoka kwenye haya mahusiano ya kwanza, wengine wana mazingira ambayo hayajaishaisha, yani ana unfinished relationship, kwamba sio kwamba wamegombana, amewahi tu kuolewa na wewe. Kwa hiyo sasa unakuta amekaa, alafu anakaa ndoa. Niwaambie, kuna wakati fulani kuna nyoka wasiouma kwenye ndoa. There are snakes that cannot bite and be venomous. Kuna kitu wanapenda kuambia watu nikiwa sio kama hivi, na waambie sasa, ukinuna uso usinune sana, usije ukaharibu mambo, kwa sababu ukikasirika akili, kichwa, mwili, kila kitu kimekasirika. Baadaye sasa mtu anaanza kuchukulia, si mnaelewa anazungumza nini? Sasa pale mtu baadaye anaanza kufikiri sasa, mateso yote haya anayapata wakati kule kulikuwa kuna rafiki yangu tuliachana kwa wema. Sasa mnaendeleaje huko? Sasa nimeoa, wewe si umeoa, unanipigia simu huko na mke wako. Sasa ninachokipitia huko uko mbali, wewe achana na mimi bwana, ongea na wewe. Sikiliza, nataka nikupe mchapo kidogo wa mwanamke mwenzio huyu. Na nikakwambia mchapo wa mwanamke mwenzio, unakuta watu wanafika huko wanaanza tena mahusiano yaliyoachwa zamani. Wewe huko umekasirika sana, nitamnyosha. Unamnyosha nani? Unajinyosha mwenyewe, yani unajinyosha mwenyewe tu. Utakuta mtu yuko pale akirudi, umenuna, sawa, okay, mmeshindaje hapa? Mjambo, sawa, barikiwe, kuna chakula. Ameingia katoka, 50 zako. Na hiyo tabia ikikaa miezi 3, ikikaa miezi 6, ikipita mwaka, ndoa haipo. Kuna sehemu hapo nitawaambia sasa, ambapo ndio hasa kwenye mjadala wetu nimeona kama kuna makosa fulani ya malimbikizo ya mahusiano yasipokuwa settled yanaenda, alafu baadaye unakuta yanafika sehemu ngumu, watu wanasahau walikuwa na watoto, wanasahau walikuwa wamewekeza mahusiano ya pamoja, wanasahau hawa watu walifunga ndoa ya Kikristo. Baadaye wanafanya tu vitu, serikali inatufanyie bana, tuliachana kwa hiyo. Baadaye unakuja kugundua mambo ni magumu. Kwa hiyo kabla haujatoa moyo wako kwa kijana wa kiume au wa kike, tulia. Na ukishaolewa tu umeshajichanganya. Sama nasema hiyo kitu, nitaeleza kwa nini ninafafanua hiyo kitu. Yaani pale ukishasema tu jamani, na mimi nitaolewa sasa, hapa pastor anasema katika shida na katika raha, katika ugonjwa na katika uzima, sijui unawaza kuku kule nani atakula. Usiongee haraka mpendwa. Kuna kijana mmoja nikaongea naye, sasa pastor, kamati zilichaka, harusi sasa tungefanyaje pastor? Mimi niliogopa, wali ulishaandaliwa kwa kweli, niliona tunidanganye. Wali ule ndio umekufanya ukapaniki mambo ya maamuzi ya milele. Kuna vitu jana ambao hamjaoa na waombea ushindi kwa jina la Yesu. Kama hamjaolewa alafu mtakuja kuwa na bonge la harusi, yani ndoa safi, jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini sasa ukishakuwa umepima haya yote, umefika hadi hapa, unasema basi jamani, ndoa. Na mimi nilijifunza siku ya harusi hamna kupotezea watu muda. Dakika 45 hotuba nini, waende huko wakaanze maisha. Jamani, Bwana asifiwe. Hamna kupotezea watu muda. Unafikiri nani yako tu? Ndio maana huwa tunaongea kwenye mashauri kabla ya hapa ikifika tayari wanaoanda tumeelewana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wawahi wakaendelee na maisha huko. Sasa kilichounganishwa na Mungu mwanadamu asikitenganishe, kwa kuwa fulani na fulani nami kwa mamlaka ya neno la Mungu na mamlaka ya Jamhuri ya Muungano natamka kwamba cha mdundu mboga ya jana na cha mjila njambalipera wamekuwa mwili mmoja. Pale umeshajichanganya. Yaani mimi mnavyoniona na mchungaji nishajichanganya. Ndio maana nimekuwa na mkakati wa kupambana ili nikifa nisimwache binti wa watu huko muhitaji. Yaani hapa najitahidi kila ninavyowezekana ni muhonge ili kitu hilo. Yaani hata nikimwacha huko, kwa sababu wafu hawajui neno lolote, mimi kaburini huko nitakuwa sijui yanayoendelea. Najua nilimwacha katika namna fulani huko, mimi naendelea huko kuoza huko. Nipeni amen jamani. Sio nikiwa kaburini, kwa sababu wafu hawajui neno lolote.
Yaani ukishaoa umeshajichanganya. Mtanielewa vizuri, kwa sababu pale huna tena jambo lolote baya unalotakiwa kulisema kwa mume wako, huna jambo baya unalotakiwa kulisema kwa mke wako. Ukishaoa, ukishaolewa, ushajichanganya. Yaani anaweza mume wako akakukera, unamwangalia sasa, Mungu nakushukuru umenipa mwanaume moyoni, ila unaonesha tu mume wangu, lakini samahani, naona nimekuudhi, tutalijadili hili baadaye. Unafiki kazuri. Kama ulibahatika kuoa mke sawa, na sasa hapa mke wangu nimeshauriza, unaniambia hivi ili niache kuongea? Una adabu kabisa wewe. Anaendelea kuongea, ujue hapa huu msalaba nitaubeba mpaka Yesu ajabu. Shajichanganya. One of the psychological facts says, unaweza kukuta unayeongea naye, labda mume wako unaongea naye, alafu unagundua anakudanganya. Mume wako kabisa anakudanganya, au mke wako kabisa anakudanganya. Ukigundua anakudanganya, don't overreact. Sianze kusema unanidanganya sio nini, no. Mwangalie machoni, mkazie macho, afu tabasamu. Alafu ishi hapo hapo. Unagundua mume wako anakudanganya, mkazie macho sana, afu tabasamu. Basi. Yaani hayo mawasiliano yanatosha. Likiwa jenyewe huko lisa, kiwango shashtuka hapa hamna namna. Mume wangu mbona ameniangalia vile? Kuliko sababu tayari tatizo limetokea na wewe unaongeza tatizo lingine. Ni sawa na mtoto unamkuta alikuwa anacheza barabarani, kakoswa na gari. Kamedondoka kule, kanaanza kulia. Sasa wewe mtoto kuna adabu kabisa, umechukua na fimbo tena. Yaani kule kaokoka kwenye gari, anakutana na mama Yahudi. Sijui Yahudi au namna gani. Yaani asiye na huruma. Maana Wayahudi si walimsurubisha Yesu, nafikiri ni ukatili waliopima na. Unaanza kumtandika mtoto. Yaani mtoto yule ana pressure za kupona kwenye ajali, anakutana na pressure za mama kumuongezea stress nyingine. Kwa hiyo ulitakiwa kufanya pale, pole mwanangu, njoo tulia kwanza hapa, mpunguze nani. Ndio maana ukikosea unaweza kukuta ukifanya hivyo, mtoto mwingine unapomwadhibu unamkuta amezimia, mwingine anapoteza maisha kwa sababu yuko kwenye shock. Okay? Ndio haya tunayasema, basi watu waliostarabika wenye ufahamu. Na tukiwa Dar es Salaam tunakuwa unajua mjini shule. Ukishakuwa dau umeshakuwa mjini na umeshakuwa shule. Jamani tuseme amen. Dar es Salaam ina watu wastaarabu bwana. Japo wako wana haraka nyingi. Ukishakaa barabarani, dini kidogo pembeni pamoja na sheria za barabarani. Wewe mama vipi? Pita. So jamaa dereva wa bajaji nini? Okay, barabarani. Hiyo ni Dar es Salaam. Nachotaka nikiseme ni kipi? Sasa unapokubali kuingia kwenye ndoa, hapa ninaomba niseme kitu ambacho kinasemwa na Mungu, kinasemwa na sheria, lakini ni mwongozo wa kanisa. Sawa? Jambo la kwanza ni makubaliano wa watu wangapi? Wazazi wanaweza kuwa na mchango mdogo sana kwenye uchaguzi wako wa mwenzi wa maisha. Watakushauri tu, lakini uchaguzi wa ndoa, mzazi mwenye akili pia ataheshimu maamuzi ya kijana wake, si ndio? Useme huyu kijana hafai, usiolewe naye. Huyu kijana no, sasa mama, sinaolewa mimi. Baba, mimi ndio naoa. Kama kijana ana umri wa kufanya maamuzi, muombee mema. Kwa namtania mke wangu, nasema hivi, mke wangu, tuna kabinti yaka kadogo. Hivi kakiolewa tutachukua mahali au namna gani? Nasema mahali, mbona kanuni inasema itolewe mahali, lakini kana tutapisha, tusipate hata nani kidogo. Sasa lakini basi tutaangalia kakikua. Tunaanza kukapigia hesabu. Mbona kadogo? Ninachosema ni kipi? Kwamba watu wanapokubaliana wanabaki kuwa watu wangapi? Wawili. Nimeshuhudia ndoa zilizovunjika. Hata mimi kuna ndoa naacha, nakataa kwamba sitafungisha. Kuna mtu mmoja alikuwa baba ndio anembana, mwanangu anaoa na nini, na nilishuhudia mwanae alioa, alafu badala ya kuacha wakakae huko kwenye maisha yao, wakawa nakaa hapo kwao, alafu baba akawa akufurahia sijui mambo ya mahusiano na yule binti, akamfanyia mizengwe mtoto wake, naye akawa akamfanyia initiation za talaka, akamwacha. Yaani ukiangalia unaona sio mtoto, ni mzazi ndio anainjinia ndoa. Ushindi haina watu wa namna hiyo. Bwana asifiwe. Yaani mzazi, kama una binti akishaolewa, huyo ashajichanganya, kama ambavyo na wewe umeshaoa ushajichanganya. Yaani ile kanuni ile inakusaidia, kwa sababu nasema umejichanganya kwa sababu utajikuta unapambana kutetea maamuzi yako uliyoyafanya. No surrender. Ndio maana yangu hiyo. Kwa hiyo mtoto akienda akaanzisha maisha ya familia kule, achana naye. Tena asije nyumbani kama mume wake hajakwambia anakuja. Yaani mzazi mwenye busara atakuwa anafanya hivyo. Unless kama hiyo mazingira ya hapo yawe karibu. Unaweza kukuta wengine mnakutana tu na wazazi mnafanya nini. Lakini kama ni mbali, nakuta mtu ametoka hapa kafunga safari na amefika nyumbani, mume wake hakusema anakuja au kuongea nao kabla hajaja. Kuna mzee mmoja akasema, wewe unaolewa binti, chumba chako kinaingiwa mtu mwingine hapa, kwa hiyo hutakuwa na nafasi ya kuja, lakini ukitutaarifu kama utakuja tutakuandalia chumba cha wageni. Okay? Hiyo room ni nzuri, inayoleta mtoto kupambana mwenyewe, wa kiume vivyo hivyo. Sasa maamuzi ni binafsi.
amua kuishi pamoja. Jambo la kwanza ni wao wakishakubaliana, ina maana taratibu za kufanya mahusiano yao kuwa official zitaanza. Ninakiri wazi kwamba mbali na mwongozo wa kanisa katika watu kuingia kwenye ndoa, kuna mwongozo wa jamii wanayotokea. Kwa mfano, kuna mahali, kuna mambo ya mahali. Wazazi waliomwelewa Mungu vizuri hawataona jambo la mahali kuwa ni kitu cha kukitazama kwamba ni cha muhimu sana, lakini tunaoa na wengine wanaolewa kwenye jamii za watu wengine ambao si waamini. Sio kaenda kuoa mahali afu unaambiwa utoe mahali, unasema ngoja niwapelekee kanuni ya kanisa. Sababu naomba tuombe kwanza. Ukurasa sura ya 13 ya mwongozo wa kanisa, ukurasa wa inasema wale wasioongoka vizuri watadai mahali. Wewe mzee, hujaongoka vizuri. Nina pause hapa, alafu nitakuja kukazia kwenye hichi kipengele cha msingi kwamba mmeshakubaliana ninyi maeneo gani mengine yanapaswa kuzingatiwa ili mahusiano yako yawe yana baraka mbinguni na duniani. Jamani, Bwana asifiwe sana, kwa sababu pale tuna wewe, kuna mtu unayeoana naye, kuna wazazi wenu, kuna kanisa, kuna serikali ambayo hii ni jamii. Kwa hiyo hizi aspekti 5